Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji. Kwa majina naitwa mchungaji Happiness Philip Ndiamkama. Ninampenda Yesu. Mimi niko katika kanisa la HHC Lelini Buongwa, ndipo ninaposimamia. Leo ninapenda kukuletea ujumbe mzuri ambao utakuwa na mwendelezo, lakini inawezekana ukawa unakata vipande, tunarusha vichache, lakini tutakuwa tuendelea kujifunza somo hili. Hili somo linasema kuzijua silaha zitakazokusaidia kushinda vita na kuweza kupokea majibu yako. Zijue silaha zitakazokusaidia kushinda vita na kupokea mahitaji yako. Zijue silaha zitakazokusaidia kushinda vita na kupokea mahitaji yako. Na katika silaha hizi Roho Mtakatifu alinifundisha na napenda sana kufundisha. Siwezi kuzifundisha zote, nitafundisha moja leo, lakini nitazitaja. Silaha ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu alinifundisha ni toba. Kiwa na toba ni silaha kubwa sana ambao utaweza kuitumia kumshinda shetani, kwa sababu toba inafanya Mungu akae upande wako kukupigania, lakini pia toba inamnyang'anya shetani halali wa kuendelea kukuonea na kukutesa na kuzuia baraka zako. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akanifundisha kwamba toba unapoifanya vizuri itakusaidia sana kushinda na kuweza kupokea mahitaji yako kutoka kwa Bwana, kwa sababu toba ni silaha kubwa sana. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza kabisa tunaanza nacho unapotaka kushinda vita. Silaha ya kwanza, kabla hujamkemea shetani, hujakemea mapepo, ingia kwenye toba kwanza. Toba ni kugeuka, toba ni mageuzi. Maana yake ulikuwa unaelekea njia fulani, nenda njia nyingine. Lakini silaha namba 2 ambayo ukiitumia utakuwa mshindi ni neno, yani neno la Mungu. Neno la Mungu ni silaha moja kubwa sana. Na hii ndiyo silaha ambayo tunakwenda kujifunza leo. Silaha ya neno la Mungu ni silaha ambayo ukiitumia, hata kama vita ilikuwa imekung'ang'ania, itabidi uondoke. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, lakini pia Mungu analiangalia neno lake ambalo ameliahidi kwa kinywa chake kwa ajili ya watu wake apate kulitenda. Kwa unakuta unapolitumia neno linakupa nguvu na uwezo wa kusimama imara katikati ya changamoto, lakini unakuwa jasiri hata kama unaona mambo yanazidi kuwa magumu, unaona kama hamna njia, lakini unapozidi kuwa na neno unasikia kuinuka na kutiwa nguvu, kwa sababu unajua kila ambacho Mungu ameahidi katika neno lazima kuna siku Mungu atakifanya na wewe utakipokea. Kwa hiyo neno ni silaha kubwa sana ambao lazima mtu aliyeokoka, muamini yeyote, uwe nalo. Hilo ndakao kusaidia kuvuka na kushinda, kwa kuwa neno ni silaha. Lakini pia silaha nyingine kubwa nzuri naipenda, ambao ni my favorite, napenda kuifundisha, napenda kuitumia pia, ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni silaha moja kubwa nzuri ambao ina nguvu, ina uwezo wa kufanya maangamizi makubwa sana kwenye ufalme wa giza kuliko silaha ya aina yoyote ile. Silaha ya damu ya Yesu inapoachiliwa mahali pake vizuri, inafanya madhara makubwa kwenye ufalme wa giza na inasababisha ushindi mkubwa sana katika maisha ya muamini. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni silaha kubwa ambayo Yesu Kristo alitoa yeye mwenyewe kama sadaka ya agano jipya kwa ajili ya kuweza kumkomboa mwanadamu kutoka maagano mengine ya zamani. Kupitia hilo agano jipya la damu ya Yesu, unapoitumia vizuri kama silaha, inakupa nguvu ya kushinda. Shetani anaiogopa damu ya Yesu, hajawahi kuona, kwa sababu ndiyo sadaka pekee ambayo imetolewa kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Kwa ina maana hata aking'ang'ania vitu vya kwako kwa namna yote ile, unapoachilia silaha ambayo ni damu ya Yesu, ambayo ni sadaka ya agano jipya, shetani hana namna ya kung'ang'ania, ataondoka tu, kwa sababu hii ni sadaka ambayo tayari Yesu ameitoa kwa ajili ya kumkomboa watu wake. Lakini pia silaha nyingine ni sadaka. Ukijua ukapata siri ya kumtolea Mungu, umeshinda na umevuka. Shetani mwenyewe anapotaka kufunga uchumi wa mtu, kuleta magonjwa kwa mtu, kuingia mikataba